Tunakukaribisha sana, tumejaa tele kabisa kutoka hapa Uhakika Media, studio makini sana na zenye uhakika kabisa. Tunaleta vitu vya uhakika na vya ukweli. Kipindi kinaitwa Story Live. Leo bwana, sio kwamba huyu ndiye anaomba msamaha, hapana. Huyu ni mgeni wangu mwaliko kabisa, anaitwa Zainab. Yeye yuko hapa kwa ajili ya kudadavua hiki kipengele kizito sana ambacho kimetujia leo hapa studio kupitia kipindi cha Story Live. Kwa kweli huyu mtuhumiwa ameshindwa kufika hapa kulingana na uzito wa story, lakini akasema tafadhali ninakuomba niwakilishe katika hili, kuniombea msamaha. Mimi naitwa Faustina Josephat na nitaenda kuelezea kwa sababu nilielezewa katika unaga ubaga na nikaelewa kabisa, na nitakwambia sasa story iko hivi. Nina uhakika nawe. Karibu sana Zainab. Asante. Uko tayari kusikiliza hili jambo? Yeah, ni zito. Zainab, ni zito mno. Lakini kwa uwezo wa Mungu tutalimaliza. Ni zito sana kwa kweli, ni zito sana. Nilipopokea hili jambo nikasema nitaweza kufosi huyu mtu nitaweza kumfesi, kumwambia kweli hili jambo linakuaje, nitaweza. Lakini nikasema siwezi peke yangu, naomba nimwalike mtu ambaye ataweza kusaidiana na mimi. Sawa. Story iko hivi, msikilizaji na mtazamaji wangu. Kulikuwa kuna dada ambaye alibahatika kupata ndoa. Ndoa ilidumu takriban miaka mitatu. Wakapata mtoto huyu mmoja. Na walipopata mtoto mmoja, bahati nzuri huyu kijana ama huyu baba wa hiyo familia akawa amesafiri kwenda kusoma nje ya nchi. Kama ni kigezo cha kwenda kusoma, lakini alipofika kule akaanzisha maisha ambayo yalikuwa yanasiri, lakini mwanamke alisema kwamba alianzisha maisha na mtu mwingine kule bila yeye kujali kwamba huko nyumbani ameacha ndoa. Kwa sababu wenzake alioenda kusoma nao walirudi, yeye bado hakurudi. Kwa hiyo akaendelea na maisha kule nje ya nchi ambapo hatuwezi kutaja. Yaani mwanaume ndo alienda nje ya nchi kusoma. Akaiacha familia huko. Akaagana vizuri. Kwa sababu mambo ya maendeleo, huwezi sema kwamba usiende, mimi mtoto hapa nitabaki na nani na nini, hapana. Wakasema hii ni opportunity nzuri, mume wangu amepata nafasi ya kwenda nje na unashukuru, si ndio? Yule kaka alipofika kule ni kama vile alijisahau. Kwa hiyo story inayopewa na mtuhumiwa. Alijisahau kwenye swala zima la matumizi. Akajisahau kwenye swala zima la mawasiliano. Mawasiliano alikuwa anawasiliana kwenye asubuhi, mchana, labda jioni hapo akipata kamuda, lakini akawa inaweza akapita wiki hawasiliani. Ampigii mke wake simu, hataki kujua mtoto anaendeleaje. Inapita saa nyingine mpaka wiki mbili, akimpigia, mbona umetuacha? Mbona utujulii hali? Bwana niko busy sana. Wewe unajua mambo ya huku yalivyo, ni mchaka sana. Akasema sometimes ikawa anaelewa, kwa sababu watu wengi nikiwauliza watu wa nje wasema jamani, huku ratiba za maisha ya huku ni magumu. Basi akaendelea kuvumilia, lakini nafasi akamaliza mpaka miezi 6 bila mawasiliano. Sasa ikafikia wakati marafiki, hapo ndo kwenye story yenyewe ndo utamu unaingia hapo. Akawa kuna rafiki yule jamaa ambaye kana pita pale nyumbani kujulia hali familia, kwa sababu dada alikuwa wakati mwingine anampigia simu fulani, mbona fulani anitafuti, mimi huku mtoto anaumwa. Yule kaka anakuja hospitali, huyo rafiki sasa wa mume wake. Fulani mjomba kule shuleni kunahitajika mzazi wa upande wa pili, lakini mimi leo nimeshindwa kwenda. Naomba unipe, naenda shule. Shule. Fulani wakawa na ule ukaribu sana. Saa nyingine ukiwa usiku mtoto anaumwa saa 9, mtoto anaumwa na hapa mimi sina usafiri, kaka anawasha gari, anaenda kuchukua mtoto anapeleka hospitali. Sasa ikatokea siku moja kaka yule mtoto akawa ameanza shule sema ambayo kaka anaishi. Sio, nielewa? Nakuelewa. Sasa akawa akitoka mtoto shule, yule kaka anampitia mtoto shule, anampeleka wapi? Anampeleka nyumbani kila siku ya Mungu. Sio, nipate hiyo story. Nakuelewa. Yaani sasa ile unajua wanawake sisi sijui kama yani Mungu ametumba katika hali. Utajua kuelezea hisia zako. Mwanaume akionyesha kujali mtoto wako unakuwa unasikiaje? Utaacha comment hapo tafadhali. Sasa akawa ameonyesha ule kumpeleka shule kila siku, kumrudisha, services hapa na pale, na akija amebebelea mizigo, matunda, maziwa ya mtoto, yani huduma kama zote.
Ase, ndugu yangu, yule dada yakamshinda ya kumshinda, yaliyowashinda wengi walioshindikana. Yule dada akaanzisha mahusiano yule rafiki kipenzi wa mume wake. Nina uhakika nawe. Yaani nikisema kipenzi ninamaanisha yani hadi safari ya yule jamaa, huyu mume wake, huyu rafiki alihusika kuiandaa. Jamani, si wanawake. Zainab, mahusiano yakawa mahusiano, wakashindwa kujificha, wakashindwa kujizuia. Naam, watu baadhi wakawa wanafahamu, lakini wakiulizwa wengine, mimi sitoki naye jamani, yule ni shemeji yangu. Jamani, shemeji yangu kabisa, mtaka kunizushia nini nyinyi? Anakataa kata. Umeona? Sasa shemeji bwana akafikia wakati akasema, mimi bwana nimechoka maisha yangu, nataka mambo yawe wazi. Kwani huyo jamaa yuko wapi? Mbona harudi? Nini? Lakini akawa ameishia tu hapo. Yule mama akasema, mimi ndoa yangu naitaka, ndoa yangu naipenda. Hata kama nimejikwaa, hii sio sababu ya mimi kuendelea kwenye hiyo habari. Basi wakati wanaanza kuachana, kumbe wameachana akiwa anajua mume wake anarudi, tayari kuna mahusiano na mume wake, kaa anarudi nyumbani sasa. Yaani mume wake huyo dada akawa anarudi, amemaliza vitu vyake, sasa naye anarudi nyumbani kuandaa mazingira yake. Kumbe na yeye naye anakuja kwa ajili ya kuandaa mazingira yake mengine ya ndoa mpya. Kule alikokwenda alipata mahusiano mengine. Yaani mwanaume naye kule alipata mahusiano. Zainab, ni hatari. Kule bwana alikokuwa alikuwa amepata mahusiano. Ndio maana ile miezi mingi kwa ajulia ali familia ni kumbe kule alishapata na mtoto. Mahusiano mengine. Wenzake walioenda naye kusoma wamerudi, yeye bado yuko kule. Kumbe alipata mtu kule mzungu. Kama unavyojua, tunajali sana mambo ya mazingira ya maisha na pesa. Waafrika. Nakuelewa. Basi ikatokea ndugu yangu akashindwa kujizuia. Kaka anarudi kwa issue nyingine bila kumwambia yule kaka. Kumbe yule kaka anarudi kwa ajili ya kumpa talaka mke wake. Huku mke wake akamsukuma yule rafiki. Akamwambia, mume wangu anarudi. Sitaki tena habari zako. Uniache kabisa. Sitaki kuona hapa. Akamwambia, haya basi hamna shida. Kumbe wakati anasema hamna shida, wakafanya walichoyafanya. Kumbe yule dada ana mimba. Ana mimba ya rafiki. Sio mume wake, rafiki. Yaani rafiki wa mume wake. Kama unavyojua Zainab, wanaume ni watu wa tamaa sana. Ni kweli, hilo linajulikana. Huwezi kuamini, amerudi akiwa na posti za kumwacha, lakini bado akatembea naye. Kwa maana ya kushare kitanda. Sasa si mke wake. Karudi kwa mke wake, lazima watalala wote. Akamwambia mimi hapa, wakalala wote. Walipolala wote, yule dada akaanza kusikia baada ya wiki moja, anasikia hali baada ya wiki mbili, hali ya ujauzito, akijua kwamba ile mimba labda ni ya mume. Lakini baadaye akaja kujua kwamba mimba sio ya mume. Mimba ni ya rafiki yake. Wanawake sisi jamani. Sasa usitoke hapo. Acha comment hapo, subscribe tafadhali, kuwa familia na sisi katika Uhakika Media. Kipindi ni Story Live. Sasa tukirudi Zainab. Katika hiyo harakati hapo katikati hapo. Kumbuka huyu amerudi kwa ajili ya talaka, lakini ikabidi akae na mke wake pale, na kwa sababu mtoto yuko pale, si unajua. Kwa hiyo inabidi aone mapenzi ya baba, akarudi na vizawadi viwili vitatu. Mwanamke akajua bado mambo yameanza kuwa mazuri. Kumbe mume wake ana akili nyingine kabisa. Anataka kuachana na huyu mama. Sasa akaanzia gia, unajua mimi nimekutafuta maisha kule Ulaya, lakini mbona maisha hapa Bongo ni magumu, mke wangu mimi mbona kule nimepata mtu mwenye pesa. Nataka tu mwanaume huyo anamwambia amepata mtu mwenye pesa mke. Kwa hiyo mimi naomba tu unisaidie tuweze kutengana kwa muda nikapambane kule, lakini nitarudi. Yaani akirudi anamaanisha nini akisema atarudi? Atarudi kwa maana kwamba sasa hapa inabidi huyu anamdanganya ili ile taraka itoke kirahisi, sio unaelewa? Yaani ile itoke kirahisi. Mimi siwezi kuacha kitu, tunaachana tu kwa kuonekana tu hivi, lakini kwa sababu kule nishamwambia kwamba huyu ni mtu mwenye hela, wewe utake mtoto wetu asome, sio sababu tayari nishamwambia kwamba nina mimba. Sababu alikaa kama mwezi mmoja na kitu hapa Bongo. Kama miezi miwili hivi ndio anakuja kumwambia hiyo process.
Dada akasema kwa nini unataka kufanya hivyo? Lakini kaka alifosi akaonga na hela na nini, talaka ikatoka, akasepa.